Chagua wangapi wanapokeza salamu? Sasa nikiwasalimia nikisema Wiper unanipa Komboa Kenya, sio? Nikisema Komboa Kenya nipe one term. Sinyi ni watu wa one term? Nimeongea na mzee mmoja pale akanipa maarifa. Akasema hataki kusikia kitu ambacho kinaitwa at broad based. Hiyo ni wizi mtupu, ama sivyo? Wiper. Wiper. Komboa Kenya one term. Komboa Kenya. Komboa Kenya. Komboa Kenya. Stanley Kenga. Komboa Kenya. Usimpe one term. Sinamna hiyo. Huyu anakuja kukomboa Magarini. Nikisema Stanley Kenga, sema bunge. Stanley Kenga, bunge. Stanley Kenga, bunge. Stanley Kenga, bunge. Asanteni. Kwa hivyo kabla tutamwalika yeye mwenyewe aombe kura. Lakini kabla ya kumwalika, ngoja viongozi wakuje hapa. Senator Malala ni deputy party leader wa chama cha DCP. Tukaribishe. Haya, Magarini oye! Sisi leo tumekuja hapa Magarini kukuja hapa na kuomba tafadhali musimame na Mheshimiwa Stanley Kenga. Nyinyi mnavyojua kura ya 2022 vile ilipigwa, huyu mwanaume Stanley Kenga yeye ndio alishinda kura. Tunataka haki sasa ifanyike. Vile walisema kwamba yeye ndio alishinda kura, tunataka nyinyi tarehe 27 mkikuja hapa kwa kituo mupigie Stanley Kenga kura. Wangapi jamani watapigia Stanley Kenga hapa kura? Na mnajua vizuri sana wale majamaa, wale wakora walienda wakataka kutapeli Stanley Kenga. Wakasema wanajua vizuri sana Stanley Kenga ndio alishinda kura, lakini Rais William Ruto akataka tena kuibia mnyonge. Badala ya kupatia Stanley Kenga tikiti, wakaenda wakamnyakua tikiti, wakasema ati wanaweka nguvu zao zote nyuma ya ule mzee Kombe. Mimi nataka tutake tufundishe huyu William Ruto adabu. Na kufundisha William Ruto adabu ni kupigia Stanley Kenga kura. Sisi tunasema huyu William Ruto aende one term kwa sababu ya yale maovu amefanya. Nyinyi mnakumbuka ati kwamba sisi vijana na wamama ukiandika kwa mtandao uandike kitu ambaye elewani na William Ruto, Ruto amekuwa akituma maaskari na wakora usiku wa manane, wanapiga vijana wetu risasi, wanakufa. Amekuwa akiabduct vijana wetu. Mimi nawaomba Kenya nzima inatazama hii kura hapa Magarini, mujue kwamba mukipigia yule mzee Kobe kura, Kobe ni mzee Kobe. Mzee Kobe anatembea pole pole bana. Mimi Kobe huyu. Mukipigia ule mzee Kobe kura, mujue kwamba mtakuwa mnapigia William Ruto kura. Mukipigia Stanley Kenga kura, itakuwa ishara kwamba William Ruto anaenda one term. Sasa mimi nataka kuwauliza, nyinyi ni watu wa one term? Nyinyi ni watu wa one term? Nataka nikisema Harambee mnasema one term. Harambee! Harambee! Mimi nataka mkiamka asubuhi, ile mambo ya kukosa ajira, William Ruto ndio anafanya tunahangaika hivi Kenya nzima. Ameiba mamilioni na mamilioni ya pesa. Amepora pesa nyingi yeye na familia yake. Mashamba, William Ruto ameiba mashamba nyingi hapa Kenya. Na amesema ati kwamba nyinyi watu wa Magarini constituency ati atakuja awanunue na pesa kidogo kidogo. Mimi nataka kuomba
Huyo jamaa akikuja na hela zake, mchukue hizo hela, mukule, lakini kura mupatie Stanley Kenga. Tutakula hiyo pesa. Mimi naomba wa mama, huyu Stanley mumeona ni mtoto ambaye amejikaza. Ameanza kutoka kuwa MCA, councillor, akaenda akakuwa MCA, akakuwa deputy speaker. Tunataka kiongozi wa nguvu kama huyu Stanley Kenga. Jambo la mwisho, mimi ningependa kuwakumbusheni kwamba Kenya nzima jamii tofauti zinajipanga. Ukiangalia jamii ya Mlima Kenya wameanza kuleta vijana kwa bunge. Ukiangalia jamii ya Mlima Kenya wanachagua vijana kama wakina Ndindi Nyoro. Ukiangalia jamii ya Wakalenjin wanaleta vijana kama wakina Aaron Cheriot. Ukiangalia jamii ya Wakisii wanaleta vijana kama wakina Osoro. Ukiangalia jamii ya Waluya wanaleta vijana kama wakina Sifuna. Jameni nyinyi jamii ya hapa, pia nyinyi mtuchagulie kijana ambaye anaweza enda apigane vita kule kwenye bunge. Sasa kati ya huyo mzee Kobe na huyu Stanley, nani atafika Nairobi haraka? Kati ya huyo mzee Kobe na huyu Stanley, nani anaweza pigania haki zenyu zikuje hapa? Kati ya huyo mzee Kobe na huyu Stanley, nani atahakikisha amewaletea hati miliki zenyu? Tafadhali mimi naomba mpige kura kwa Stanley Kenga ambaye amesimama kwa chama cha DCP. Nataka nikisema DCP mnasema Skiza Ground. DCP? DCP? Na mwisho nimeleta salamu za party leader wangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Amewapatia salamu, jameni wafikie. So ningependa kuchukua fursa hii nikaribishe ndugu yangu kutoka kule Ingo, party leader wa DAP, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Chakama oye! Chakama oye! Sasa nataka niwaletee salamu kutoka kule magharibi mwa Kenya. Mmezipokea? Mwasindanze, Murembe. Mnajua hiyo pia? Ujipigie makofi basi. Mimi na huyu Cleophas Malala tumetoka kule Kakamega. Na watu wa Ingo wametutuma na salamu. Mnajua watu wa Western ni watu wa Masinde Muliro. Na Masinde Muliro alikuwa rafiki sana wa Ronald Ngala. Sasa watu wa Mlembe na Wagiriama sisi ni kitu kimoja. Wazee wetu walikuwa marafiki wa chanda na pete. Huo urafiki uendelee usiendelee? Ndio sababu tumekuja hapa na Cleo. Kule kwetu tuko na by-election kama ile mko nayo hapa. By-election ya Malava ilisababishwa na kifo cha mbunge wetu, alikuwa anaitwa Malulu Injeni. Tumetoka Mbeere kule, tuko na by-election nyingine kule. Kule imesababishwa sababu ya yule mbunge aliteuliwa kuwa waziri, anaitwa Bwana Ruku. Kwa hivyo tunafanya by-election kule, lakini by-election yenu hapa Magarini imesababishwa na wizi wa kura. Sio mnaelewa? Ninyi tarehe 27 mwezi huu munarudi kwa debe sababu mahakama iliamua ya kwamba kulikuwa na wizi wa kura. Munarudia kura sababu huyu ndugu Kenga alishinda kura, lakini akaibiwa, wakasema eti amepoteza kura 21 peke yake. Hiyo ni wizi, si wizi? Sasa tuko hapa kwa ajili ya haki. Watu wetu wa Magarini, kura ya tarehe 27 ni kura ya haki. Wanasema Mgala muwe lakini haki mpe. Huyu ndugu Kenga akiwa Mgala muwe lakini haki mpe. Tarehe 27 ndugu Kenga haki afanye nini? Apewe.
Watu wa Magarini, mko tayari kutenda haki kwa ndugu wetu? Wangapi wanasema Kenga atendewe haki? Hilo ndio jambo limetuleta hapa siku ya leo, na tunasema asanteni kuamua ya kwamba mambo ya tarehe 27 ndugu Kenga aenda malizi. Nimesikia ndugu Kombe yule anasema eti alikuwa amebakisha mwaka moja ati arudi. Wewe ukipatikana na hatia ya kuibia mwenzako, mbuzi imepatikana iko kwa chief, hiyo mbuzi unarudishiwa ama anapewa mwenye mbuzi? Mahakama yote, mahakama kuu hadi Supreme Court, Court of Appeal, wamesema mwenye mbuzi ni nani? Kenga. Tarehe 27 mtarudishia mbuzi yake. Na wako wanaleta pesa hapa eti wanunue tena waibie ndugu Kenga kura. Mtakubali kweli? No, wakileta pesa niwaambie siri. Niwaambie siri ama mtaambia mtu? Wakileta pesa kuleni bwana. Hizo pesa ni zenu. Hizo ndio wameibia pesa ya SHA. Wameibia pesa ya housing levy. Na hiyo yote wakirudisha hapa mkule bila kupiga asante kwa watu. Sawa sawa? So sitaki niseme mengi. Kule nimetoka Western, wameamua wao ni one term. Tumetoka Mlima Kenya, Mbere wamesema ni one. Hapa Magarini mwasemaje? Chakama mwasemaje? Tuwasema one term sababu huyu mtu wa bottom up alikuja hapa akawadanganya. Eti mkimpa kura atawatoa bottom, ainue kina mama mboga, ainue boda boda, awapeleke up. Uongo si uongo? Alisema eti bottom up, pesa mfukoni. Haki ya Mungu hakusema ni mfuko wa nani? Kumbe pesa yote ni kwa mfuko ya Zakayo na ushuru wake. Sisi tumesema Zakayo na ushuru wake aende asiende? Kasongo na wizi wake aende asiende? Na mauaji ya watoto wetu jenzi aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Harambe! 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 Hebu nione watu one time. Asante, Mungu awabariki. Sasa nataka turudishe kwa kiongozi wa Wiper. Tukisema Wiper mnasema Komboa K. Tuko hapa kura tarehe 27 ni ya ukombozi. Sawa sawa? Hebu tusikie Wiper. Wiper. DAP. DCP. Wapi wakombozi wa Kenya hapa? Karibu Your Excellency. Karibu. Okay. Mwishowe tutamuita candidate wenyewe aombe kura, sio? Kabla hiyo mnataka kuona wengine kina mama wametoka mbali. Kwanza kuna Secretary General wa Wiper, mama kutoka Lamu. Anaitwa Senator Shakila Abdalla. Akuje wasalimie. Okay. Hey, wacha nishuke. Hamjambo. Amen. Wananchi power. Wananchi power. Vijana power. Vijana power. Kina mama power. Chakama oye. Oye. Stanley oye. Stanley oye. Haya, asanteni sana. Sisi leo tuko hapa kuambia ya kwamba kura zenu ziliibiwa. Na sasa wameamua wataiba tena kura. Muko tayari kulinda kura zenu? Muko tayari kulinda kura? Wamesema wanajua hawamwezi Stanley Kenga. Na wameamua wataiba kura. Kwa hivyo nataka niwaambie mchunge kabisa kura zenu. Munaweza piga kura na zije ziibiwe. Tuko pamoja? Lindeni kura kabisa na musilale. Sawa sawa? Haya. Kitu chengine,
Si mnajua vile Kasongo amefanya nchi. Mnajua vile ameharibu nchi. Ameiba, amefanya corruption. Si mnajua wale watu waliuawa hapa Shakahola. Kuna hatua yoyote serikali ilichukua? Hakuna hatua serikali ilichukua, na waliua watu hapa Shakahola. Kwa hivyo hiyo ndio kazi yao, hawa ni wauaji. Kwa hivyo tuachane na hao watu, lazima waende wapi? Waende wapi? Kasongo wapi? Nikiwaambia Kasongo wapi mseme Sugoi. Kasongo wapi? Kasongo wapi? Kasongo wapi? Huyo jamaa ameiba, ameua, ameharibu uchumi, ameharibu masomo, ameharibu mambo ya elimu, ameharibu mambo ya hospitali. Si mnajua ile shida tuko nayo? Kwa hivyo tafadhali. Na huyu Kombe amekuwa hapa bunge kwa miaka ngapi? Si ni mara 3. Amewafanyia nini? Asiwadanganye. Ametumia chama kuwanyanyasa. Ni wakati wenu umefika sasa. Usikubali kunyanyaswa. Thank you. Wacheni huyo aende, sawa? Haya, nitaonyesheni msichana mwingine hapa amesoma sana mpaka kachaguliwa kama mjumbe County Women Rep wa Kirinyaga County, na yeye ni wakili. Unataka kumuona huyu mtoto amesoma zaidi? Haya, anaitwa Wakasheri. Shakama hoye. Nikisema harambe mnanipea wanja. Na ni wakili wa majensi. Harambe. Mimi nataka niwaulize watu wa Magarini. Jamani, mnaona Kirinyaga wanachagua watu ambao ni wachanga. Manake watu wanapanga siasa ya pale mbele. Mkimpa huyu mbunge wenu, huyu Stanley Kenga, mkimtuma pale bunge, tukiwa na yeye tutakaa sawa sawa, na pia miaka 10 kutoka siku ya leo ataweza kuwapanga. Lakini jamani Chakama, mkimtuma mtu ambaye ni mzee, miaka si unajua pia inaenda ikisonga, sivyo? Pale mbele atawapanga vipi? Mtampa huyu Stanley Kenga? Mtampa kura Stanley Kenga? Tena kina mama niwaulize. Kina mama sasa hivi mkienda hospitalini, SHA inafanya kazi ama haifanyi? Vijana ambao mko hapa simple. Huyu rais wetu ameua jenzi, hajaua? Tena niwaulize, alisema ya kwamba akiingia vijana wanapata kazi. Hapa vijana mna kazi? Sasa wewe utafanyaje upige kura uende umpigie mtu ambaye ana support rais? Kweli utakubaliana hivyo? Kwa hivyo mimi nawaomba kwa heshima, tena kwa unyenyekevu, tupe huyu kijana wenu Stanley Kenga. Pale bunge nikiketi nikileta msoda, na yeye analeta wa Magarini kuwatetea watu wa Magarini. Miaka ikisonga pale mbele, labda atapaa aende kujipanga na wapange pia huko. Jua vipi? Na tena niwaambie, tutataka kufanya urafiki na nyinyi. Mkichagulia huyu Stanley Kenga, tutarudi tena na tena. Asanteni sana, Mungu awabariki. Well done mheshimiwa. Well done mheshimiwa. Nitaonyesha seneta kutoka Kirinyaga, Mheshimiwa Morango. Tena anaongea lugha sawi kabisa. Chakama hoi. Chakama hoi. Salamu kaze. Salamu kaze. Kwanza mimi ni shemeji yenu kwa sababu bibi nimetoa huku. Kwa hivyo alete mahali sasa lete. Kwa hivyo nikiwa hapa niko mahali ambapo naheshimu sana. Kwanza ni shukuru kwanza huyu Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa sababu kama kuna mtu ambaye alikuja akaunga baba mkono na ambaye alimfaa kwa dhiki ambaye ni rafiki yake, ni huyu Stephen Kalonzo, ama sio? Na kwa hivyo ndoto zenu zote mwenye anaweza kuzikamilisha ni huyu Stephen Kalonzo Musyoka. Hiyo ingine niseme ya kwamba huyu Stanley Kenga ambaye leo anamwomba kura, huyu alijaribu kunuliwa pesa akasema hawezi kuwasaliti watu wa Magarini. Ni mtu mzuri si mtu mzuri? Ni shujaa si shujaa? Kule kwetu kuna msemo moja tunasema kwamba tumaini la mbwa uisha njiko likifungwa. Na mwenye atashikilia ule mlango ili njiko lisifungwe,
kama mkazi wa Magarini hajapata stima, hajapata maji, ni huyu Stanley Karisa Kenga, ama sio? Na niseme ya kwamba watakuja wengi. Kuna wale watakuja wakae pia kwa vibanda. Wanataka kumwaminisha kwamba umaskini ni uzalendo. Lakini kama ni uzalendo, hawa watu na magari makubwa kubwa na ndege za serikali, kwa nini haupendi huo uzalendo wa umaskini? Ni kwa sababu wanataka maskini wakae maskini, ndio waendelee kuwanyanyasa, ama sio? Kwa hivyo ningemwomba nimwambie kitu moja tu. Mshikilie huyu Stanley Kenga, awe mbunge wenu, aweze kuwatetea. Na kama Ishara tayari alikataa kununuliwa pesa na serikali ya William Samoei Ruto, hataweza kumsaliti. Na nimalizie niseme ya kwamba mimi nimetoka pale Kirinyaga na nimetoa mbimbi huku kwenu. Ni kwa sababu sisi tunampenda na tuamwenzi. Nimshukuru kwa kunipa njiko la maana, njiko tamu. Na niseme na niseme ya kwamba ule msimamo ambao tumeona na huyu Stanley Kenga sio kama wale walienda mbunge wakamgeuka. Watu mimi nasemanga wamekuwa kama kitanda legevu ambayo inasifu mwanaume ambaye ana nguvu za kiume. Huyu mkimweka pale atamsimamia. Asante sana na Mungu awabariki. Well done, Mheshimiwa Senator. Mmesikia huyu ni shemeji yenu. Huyu nataka huyu kijana ni coordinator wa chama cha Wiper Malindi, right? Tulikuwa na candidate wa Wiper. Si mnamkumbuka? Anaitwa Nzai. Sasa Nzai yeye anamuunga mkono because party leader wake yuko hapa. Hata Wiper inaunga mkono Bwana Stanley Kenga. Nitakuja kujulisheni 1 minute, alafu nitamkaribisha candidate aombe kura. Amiti Sumilani, Fukisumila, Mnamalamazo, Magano Mai, Harambe! One time. Harambe! One time. Nataka kuongea mambo matatu haraka haraka. Jambo la kwanza, jana nimeona speaker wa Senate Amason Kingi, Michael Kingi, Mungaro wakiongea wakisema tusichague Stanley kwa sababu wako upinzani. Nataka kuwaambia hivi, wacha kwamba Stanley ako DCP, hata angekuwa independent lazima maendeleo yaje kwa sababu tunakatwa ushuru. Tumeelewana hapo? Hawawezi kukata maamuzi yetu kwa sababu ya tamaa zao. Are we together? Tuko pamoja hapo. Jambo la pili, Harikombe anatembea akisema hapa anatengeza elimu. Harikombe ni yule mzee amechukua wanafunzi 1000 kutoka Magarini kuwapeleka Weru, kuwapeleka Godoma, kuwapeleka Bungoma na Magarini. Tukiwa na Stanley tulitengeza shule yetu hapa ya Canada College Marikano kule Galukani. Tukiwa na Stanley tulienda na yeye kule Waresa tukatengeza TTC. Sasa sisi tupoteze nguvu tutengeze shule zetu, uchukue pesa upeleke kwingine. Ni adui si adui? Serikali haitupi pesa na ile yetu apeleka kando. Ndio maana Amina Mnyazi anashinda hapa Magarini, anatetea pesa iende kwake. Yake anapeleka na yetu anachukua. Ni adui si adui? Imefika wakati muamue sasa. Kazi ya kwanza tuko nayo Kenya sasa ni Magarini, Malava na kule kwingine. Tuhakikishe tumechagua viongozi wa United Opposition kupeleka wa jamaa nyumbani. La mwisho ni ombi kwa viongozi. Naomba ndugu yangu Eugene ukizuia hapo defense. Ndugu yangu Malala ukipiga mid. Rigiji akipiga namba 10. Kalonzo Musyoka akiwa namba 9. Mutoe nchi kwa mashaka muipeleke mbele, sawa? La mwisho kwa ishara ya mikono. Nataka tuwape mkono juu. Mimi mkazi mzalendo wa Magarini. Na hapa ya kwamba ifikapo tarehe 27 nitampeleka Stanley Karisa Kenga bunge ili nipigane na uongozi wa ulaghai. Mungu nisaidie. Haswa nishom. Thank you. Sasa amefanya vizuri kijana leo. Kabla nimuite candidate wetu, naomba munisikilize dakika mbili tu. Huyu jamaa Kenga alianza kama kansala. Ni kweli si kweli? Akaja akawa MCA. Ni kweli si kweli? Akawa MCA mara ya pili.
alafu kule kwa bunge ya kaunti akawa naibu wa spika. Ana uzoefu hana. Na tena ukimwangalia ni mchanga. Mkimchagulia huyu jamaa mimi, kwa sababu vile mambo yalivyo, wenzangu hao akinitunuku heshima ya kubeba bendera ya United Opposition, mjue Ruto ameenda nyumbani. Na Ruto akienda nyumbani, mimi nitashika mjumbe wenu nyinyi. Msiulize sasa imesalia mwaka moja na nusu. Si ni kweli? Lakini mnafuata haki. Haki haichelewi. Haki ni haki. Na huyu jamaa akafuata haki yake mpaka mahakama kuu, na kwa hivyo mahakama kuu ikaidhinisha kwamba huku hakukuwa uchaguzi wa kweli, kura ziliibiwa. Na ndio sasa mkarudi mrekebishe hiyo makosa. Najua hapa mtaletewa maharagwe. Si walikuwa hapa juzi wakaleta chakula? Si walikuwa hapa wakaleta mapesa? Si walikuwa hapa? Na sisi tuamrisheni, kuleni hizo, kuleni na kisha mpigie Stanley Kenga. Semelani baito mwaseo. Kumbe mnajua hata hiyo huku kwa hivyo nitamuita. Naelewa hapa Chakama kisiasa muko Magarini, administratively muko Malindi. Mambo haya tutarekebisha yote, tutarekebisha ile haki ionekane. Si namna hiyo? Kama wengine wale wengi watakuwa upande wa Malindi, watarudi Malindi, si ndio? Kama wanataka wengine waende Magarini, iwe ni constituency. Kwa hivyo hakuna ubaya. Ni vile kwamba serikali ya Ruto kushindwa kazi imechelewesha hata kuweka mipaka. Tume ya IBC kazi yake ni kurekebisha pia mipaka ya constituencies. Sioni wakifanya hiyo between now na uchaguzi ujao. Lakini mara tutakapochukua uongozi, tutarekebisha mambo haya pamoja na mbunge wenu. Nataka niwatambue kina mama wa Wiper, nimeona wamekuja hapa. Wiper Women Patriotic Front, tuwapigie makofi hapa. Wamekuja kwa wingi. Hata kijana mwingine mrefu anaitwa Denzel kutoka huko Nyali. Nataka nimuite huyo. Kuna chairman hapa. Madhenge huyu atawasalimu. Kijana huyu ametoka mbali sana. Huyu alipeleka kesi ya mheshimiwa ndugu yetu Rigathi Gachagua mahakama. Na anaendelea. Huyu ni kijana, unaona hii sampuli hii, hata mkiangalia upana wake ni kama akuli vizuri kama Kenga, lakini msomari iko waya iko huko ndani. Sema tu jambo 1 minute uyasalimia, alafu nimuite candidate. Rambe Magarini Magarini Kwa majina naitwa Madhenge kutoka Kirinyaga County, pale kwa Martha Karua. Na Martha Karua kwa hii United Opposition. Na mimi nilichaguliwa kijana mdogo nikiwa university. Nikakuwa MCA mwaka 2013. Wakanirudisha tena pamoja na Kenga wenu. Na nikarudi tena raundi ya 3. Mimi nataka kuuliza hapa kwenu Magarini, mtachagua huyu kijana wenu Kenga? Mko naye tarehe 27. Vijana na waomba mtokee, mlinde kura zenu, msikubali ziibiwe. Sawa sawa? Na msimame na huyu Kalonzo Musyoka. 2027 tumesema Mount Kenya wakishikana na Kalonzo, na hapa Coast Region si Kalonzo anaweza? Anaweza hawezi? Apeleke Kasongo nyumbani. Harambe! Kabla ya Kenga kuja na alafu atawalika viongozi wale loko, nataka muelewe hivi. Musiwe mukachanganyika ama mchanganyikiwe. Mukiona gavana Mongaro, hata Amina Mnazi, hao wote ni marafiki zangu. Unanielewa? Sababu nimekanyaga hapa yale yote wamewaambieni. Kwa mfano kusema ati Nzai alipatiwa milioni 3 au some 300. Uongo mtupu. Wasiji wakaiga mfano wa Ruto wa kudanganyana kila kuchao. Kwa hivyo ndugu zangu, gavana Mongaro ni rafiki yangu, Amina Mnyazi tulikuwa pamoja kwa ile mambo ya kuzungumza wakati Raila alikuwa hai. Mimi na Amina Mnyazi tulikuwa pamoja, we were members of
what was it called, NADCO, National Dialogue. Namuelewa, hata nimempigia simu, lakini kamwambia nimeingia kwa mji, hata kama ingia bila taarifa, tumekuja kwa sababu hakuna tofauti ya yule Kombe na Ruto. Hiyo ni timu moja. Nataka muelewe hiyo. Mkielewa huyo Kombe, aitwa Kombe, ndio huyo. Ujue huyo sasa, ingawaja anajificha ati ni ODM, mimi ni mwanzilishi wa ODM. Tunaelewana? Ukiona Kombe usifikirie ODM, fikiria yeye ni Ruto. Tumeelewana? Kwa Ruto anatamani sana ingie huyo, ndio ile broad base. Jamaa moja pale amenisaidia sana, akasema hataki kusikia mambo ya broad base. Anybody kwa broad base, tufikapo wakati kama huu mwaka ujao, mutacheka, mutastaajabu, wataama hiyo kitu. Hawa wote hawa ambao nimewataja, wengine rafiki zangu hawa watakuja, lakini kwa sasa tufanye heshima, tufanye jambo la kikatiba, jambo la kurekebisha wizi ulifanyika. Kwa hivyo nawakaribisheni, muniunge nimkaribishe mjumbe wenu Mheshimiwa Stanley Kenga. Ndio huyo. Basi Mheshimiwa kiongozi wa chama chetu cha Wiper, Mheshimiwa kiongozi wa chama chetu cha DAP, Mheshimiwa naibu kiongozi wa chama chetu cha DCP, wananchi wote wazalendo wa Chakama ndani ya Magarini, Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Hamjambo. Leo tukiwa hapa, naomba nichukue nafasi ya kwanza niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi aliyotupatia ili tuweze kuja hapa na tupate nafasi ya kuzungumza. Vile vile niweze kushukuru na kukaribisha viongozi ambao wamechukua nafasi ya kufika Magarini na leo kuanza hapa Chakama ili kuweza kuzungumza na wananchi wa Magarini kulingana na uchaguzi wa tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka huu. Basi niseme viongozi karibu, na tuko hapa ili kuhakikisha kwamba tunazungumza kwa kauli moja na tuhakikishe kwamba tarehe 27 tunaibuka washindi katika kiti cha ubunge ambacho kwa sasa tunaenda kufanya uchaguzi. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Nianze kwa kuwashukuru wananchi wa Chakama. Mwaka ule wa 2022 nilikuja kwenu na tukauliza muniunge mkono kwa azima yangu ya ubunge. Nanyi mulijitokeza kwa wingi na mkaweza kunichagua ili niwe kiongozi wenu. Lakini wakati ule wale wakora, wale uwezi, wakaweza kutibia kura, na matokeo yalipotangazwa ikabainika kwamba nimepoteza na kura 21. Lakini tuliingia mahakamani kudai haki ya wana Magarini, kwa sababu maamuzi ambayo mlikuwa mmeyafanya yalikuwa mmeyafanya kwamba Stanley awe mbunge katika eneo bunge letu la Magarini. Hivyo tulipoenda mahakamani tukaweza kuuliza masanduku yaletwe kotini na kura zikahesabiwa upya na uchunguzi ukafanywa na kuthibitisha kwamba tulikuwa tumeshinda kwa wingi wa kura. Ndiyo maana matokeo yakafutiliwa mbali, akaenda pale Court of Appeal Mombasa tukamshinda, akaenda Supreme Court tukamshinda, na spika wa bunge la kitaifa akatangaza kiti cha Magarini kwa wazi. Leo tukiwa hapa tayari tarehe ya uchaguzi imetangazwa kwamba tarehe 27 mwezi wa 11 tunaenda fanya marudio ya uchaguzi. Leo nimekuja kwenu wananchi wa Chakama nikiwasihi na kuwaomba kwamba ikifika tarehe 27 mwezi wa 11 sote kwa pamoja mapema asubuhi tujitokeze kuenda kumchagua kiongozi bora, na si mwingine ni Stanley Karisa Kenga. Hello Magarini hoye, Chakama hoye. Mimi nataka niwaulize, yule ambaye alitolewa uongozini na mahakama, yule ambaye aliiba kura, nyinyi mnajua amekuwa mbunge wetu kwa vipindi vitatu, kweli si kweli? Lakini niulize, je, tatizo la vijana, mambo ya ajira, mambo ya uchumi ameshughulikia? Ameshughulikia mambo ya ajira? Vijana wamepata kazi?
Kama vijana hawajapata kazi kwa awamu 3 za uongozi wake, yeye si kiongozi bora. Kweli si kweli? Na kwa sababu sisi tunataka kiongozi atakayeboresha uchumi na kuleta nafasi za kazi, ni lazima tusimame pamoja ili tumpeleke nyumbani na tuhakikisha kwamba tunaboresha uchumi na kutengeneza nafasi za kazi. Ni wangapi wanasema aende nyumbani huyu bwana? Ni wangapi wanasema aende nyumbani? Mimi nataka niwaambie hivi, yeye akiwa kwa uongozi, mambo ya elimu hajaweza kuboresha. Leo tukiwa hapa, shule yetu ya Adimai haijaweza kusajiliwa na ilihali yeye ni kiongozi. Pale Chambu hajaweza kusajili shule na zile shule zingine, na mimi nimeweza kujitokeza na nikangangana na tumeweza kusajili baadhi ya shule ili tuweze kuboresha na kuweka ubora wa elimu ndani ya eneo letu la Magarini. Ni wangapi wako tayari kusimama na Stanley jameni? Wale tuko tayari kutembea na Stanley jameni, ili tulete yale mabadiliko ambayo tunahitaji na tuhakikisha kwamba kama jamii tunasonga mbele kwa ajili ya maendeleo. Viongozi ambao mmekuja hapa kwetu, nieleze kwamba hoja ambazo zimekithiri hapa, moja ya zile changamoto ni mambo ya ardhi. Na mimi nataka niahidi kwa ushirikiano na nyinyi kwamba endapo wananchi hawa wataniamini kwa uongozi, tunapoingia bunge tutaweka mikakati ya kuweza kutatua matatizo ya ardhi ambayo yametukumba. Na katika hayo, mambo ya Takama Ranch tutatatua, masuala ya ADC tutatatua, ili tuhakikishe kwamba mwananchi anapata haki ya kumiliki ardhi zake na tuweze kujiboresha katika masuala ya maendeleo. Ni wangapi tuko pamoja jameni? Wale tuko pamoja ili tuweze kutembea. Mimi nataka nieleze hivi kwamba hii Takama imeweza kuboda ile mambo ya Tsavo East National Park, na watu hapa wamesumbuliwa na ndovu. Kweli si kweli wananchi? Ndovu wamekuwa kero, kiboko wamekuwa kero, simba wamekuwa kero, watu wamepoteza maisha, watu wamejeruhiwa, na mimea yetu pia imeweza kuharibika. Na kwa sababu hiyo tunataka tuulize kwamba hii timu ambayo iko hapa wataweza kuleta ushirikiano ambao utaleta utatizo wa mambo ya mizozo ya wanyamapori, ili tupate nafasi ya kuweza kuendelea mbele na jamii iwe katika hali ya amani. Nataka niseme hivi, wale ndugu zetu hawana ajenda wanayosema ni kwamba muda ni mfupi. Wanasema hawasemi, lakini kwamba muda ni mfupi ndio wanasema tuendelee kubaki katika matatizo, kwamba muda ni mfupi ndio vijana wetu wakose kazi, kwamba muda ni mfupi ndio makundi ya wamama yasiwezeshwe. La hasha, ni lazima tubadilishe uongozi utakaoboresha makundi ya wamama, uongozi utakaoboresha makundi ya vijana. Ndugu zetu wanaoishi na ulemavu watambuliwe na masuala yao yashughulikiwe, na kama jamii ya Magarini na jamii ya Takama tuhakikishe kwamba tunaleta usawa na uongozi bora katika eneo letu la Magarini. Namalizia kwa kusema kwamba ile changamoto tumekuwa nayo ya eneo letu la Adu na Magarini yetu hii, na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka tayari amesema kwamba tutahakikisha tumeweza kuoanisha mipaka ya utawala na mipaka ya kisiasa, na wodi yetu ya Adu tuweze kuigawanya, maana hii wodi ni 47% ya kaunti mzima ya Kilifi, na Kilifi iko na wodi 34. Kwa hivyo ili tulete usawa, uongozi bora, maendeleo bora karibu na mwananchi, ni lazima tushirikiane ili tuhakikishe kwamba hayo tumeweza kuyarekebisha. Na wauliza, tarehe 27 siku ya ukombozi, kura zetu tuweze kuziweka kwa kapu la Stanley Karisa Kenga. Nimalizie na salamu za kiongozi wetu, kiongozi wa DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Amewasiliana na mimi leo asubuhi na akasema wewe shirikiana na kiongozi wa Wiper na kiongozi wa DAP na mpeane salamu zangu kwamba yeye ako na sisi, atashirikiana na sisi na atakuja kwa sherehe baada ya ushindi ambao tutaweza kunyakua. Asanteni sana. Jameni, ni kiongozi si kiongozi. Wazi na wakabidhi mbunge wenu mpya kwa imani. Mungu ambariki, awabariki, awape roho safi. Mtupatie kijana na kamwe hamtaibika. Asanteni sana. Na tumalizia, huyo mbunge wenu ambaye yuko hapa, Kenya nzima ilishtuka na maneno yalifanyika Magarini, mambo ya Shakahola. Kama ungekuwa na mjumbe ambaye angekuwa na masikio anasikiliza ground kama huyu, habari hiyo ingekuwa imesikika, angekuwa imeshirikiana, kwa sababu yale yalifanyika hapa Shakahola, Magarini constituency,
ni mambo ambayo yanaonyesha upungufu wa uongozi kutoka mbunge mpaka rais mwenyewe, and that was a matter of national security. Kwa hivyo ndio tukaja leo tuwahimizeni mufanye jambo la kibusara, mtupatie kijana na tutafanya kazi naye. Asanteni.